Mtazamaji, tunaanzia papa hapa kwetu nyumbani. Hizi zilikuwa ni mechi za awali. Leo hii tutakuwa tunakupa matokeo, ambapo Steve, matokeo sasa hivi kutoka Buhungu, Azimio la 3 wanasemaje? Kuna matokeo kutoka vituo vitatu confirmed, ambapo Homeboys Talanta, Homeboys imetoa ndani mepigwa moja bila. Kwa hiyo wanapoteza mechi yao ya kwanza msimu huu. Na taarifa mbaya ni kwamba Bandari imeshinda mechi yao. Sasa Bandari kushinda kunaonyesha kwamba Homeboys pale juu sasa wataanza kwa hiyo wakati tunazungumzia jedwali itabadilika, manake kwa mara ya kwanza wanapoteza Homeboys msimu huu, wamepigwa na Ken Kenyatta bao moja. Naam. Alafu umesema huko Mombasa pia Bandari wamepata ushindi. Naam. Kwa hiyo jedwali litabadilika bila shaka. Na kule Nakuru pia nasikia uwanja wa maonesho Ulinzi wa Mokotwa moja bila. Bao moja bila. Mwanajeshi ile amepigisha magoti na papa. Kwa maana hiyo, na kwa wawekezaji labda mechi gani wengi hawakutarajia labda Homeboys kufungwa, ingawa Steve walionyesha kitetemeshi mechi yao ya juzi dhidi ya Leopards, walipokwenda sare. Waliponea, nafikiri ni kwa bahati mbaya kwa FC Leopards, iliwakimbiza iliwatembeza, lakini hawakupata ushindi. Lakini kiangalia matokeo ambayo leo ilikuwa wazi kabisa, ilikuwa mechi mbili. Ilikuwa ni Police na Vihiga, kwamba Vihiga ipigwe kwa sababu Vihiga unasuasua. Lakini nitakuwa na confirm matokeo, walikuwa wanaongoza Police, alafu Mathare KCB mechi ikiwa bila, lakini nafikiri Mathare imeshaiva bila. So nitakuwa naangalia kudhibitisha. Na Yeru, unasemaje, una matokeo hivi punde? Vihiga amepigwa bao 4-0, alafu 4-0 na Police. Kwa hiyo hivi tunapozungumza watu wa Vihiga wametiwa pingu. Wameshatiwa pingu. Alafu kuna kurandarando vyovyo. Alafu Mathare pia amepigwa goli moja na KCB. Naam, ambapo inabadilisha matokeo kwenye jedwali, ambayo inaipeleka KCB juu ya jedwali. Baada ya kucheza mechi 12 wana alama 25 sasa. Kwa jedwali labda kama tunaweza tukalipata, kama ulivyosikia matokeo haya ya leo, hizi zilikuwa mechi kabla hajachezwa, ni kwamba hali imebadilika sana. Tukiingia studioni walikuwa wanaelekea kumaliza mchezo wao KCB dhidi ya Mathare, lakini tulitarajia watafungwa Mathare, Steve, kwa sababu ukiangalia jedwali ndio litabadilika hasa uongozini na mechi kule Mombasa, na nafikiri ni Vundanyi kule. Sasa nani Steve, Sofapaka yafaa iwe mwenyeji kule Vundanyi. Lakini Bandari pia ni timu ya huko Pwani. Nani alikuwa mwenyeji kwa hivyo? Ukiangalia mashabiki uwanjani walikuwa nyuma ya Bandari. Kwa nini? Bandari kwa nyumbani. Yaani ukiangalia ndio timu ya nyumbani. Wajua kuna wakati umai kunaambia kwamba Ingwe imekwenda cheza na Karuturi kule Naivasha. Na miliki wa SHA Agencies, kampuni la maua, akafunga kampuni ili wafanyikazi wa SHA waende kuishangilia SHA. Wakifika uwanjani wote walikuwa nyuma ya Ingwe. Utokea ni kama tuseme umeenda kama Sony. Gor Mahia imeenda kucheza kule Sony. Unapata mashabiki wengi wamewachelewa kwenda kushabikia timu. Wako nyuma ya Gor Mahia, sio Sony Sugar. Kwa hivyo mambo ukienda kama kule Vundanyi Taita, kusema kweli hiyo ni Bandari. Haya, kwa hiyo mtazamaji, hii ni matokeo hayo tumekupa. Je, jedwali linasemaje? Kwa kifupi ni kwamba hili ni jedwali ambalo lilikuwa kabla ya mechi za leo. Lakini Yeru ulivyosema, sasa KCB itakuwa imekuja juu kwa sababu ya ubora mabao. Ukiangalia pale goal difference wanakwenda juu, alafu ukiangalia zile mechi ambazo wamecheza na angalia draw. Nafikiri ukiangalia mechi ambazo watakuwa wameshinda mechi 7 au 7, lakini goal difference KCB napanda juu. Naam. Ni jedwali hilo, labda huu ni ukurasa wa kwanza tu, 5 bora, ambayo itabadilika sana kama Sharks itaishia kuifunga ile Ulinzi, hali itabadilika. Manani Yeri, inabidi ukurasa wa pili tunaanza kuitafuta Gor Mahia, wa 3 tunaanza kuitafuta AFC Leopards, na tetesi umeona kwenye mitandao Gor Mahia, wachezaji kama Ulimwengu, wachezaji kama Wendo, na hata mkufunzi yupo likizoni Harrison. Rafiki yangu sana, hajarejea, nimempigia simu hajapokea. Ni nini kinaelekea hapa Gor Mahia? Maanake imepigwa mechi 2 mfululizo kabla ya ratiba ya wiki hii. Kimimi na hizi Gor Mahia hawako vizuri kama walivyokuwa katika misimu miwili ya nyuma, na hisi kuna mapungufu fulani, kwa sababu nilienda kuona mechi moja ya Gor Mahia na Murang'a Seals kule Murang'a. Mlikwenda mechi ya kirafiki. Ile mechi ya kirafiki nilikuwa naona kuna mapungufu mengi katika timu ya Gor Mahia. Ukiangalia hawako compact kama kitambo, kwenda mbele wanavyo defend, lakini sasa hivi hata kwenye ligi itakuwa vigumu, hata kama ukiangalia wana mechi 2 ambazo hawajacheza.
itakuwa vigumu kuwafikia kina Kakamega Homeboys ambao ukiangalia form yao amedraw 2 katika mechi 2 za nyuma, katika hizo mechi zake 5 za mwisho amedraw, ambapo unapata Gor Mahia yeye amepigwa. Kwa hivyo haimaanishi kwamba ana game 2 in hand kwamba bado anaweza rudi katika nafasi ile yake ya ubora. Kwa hivyo nashuku Gor Mahia bado inahitaji kukaa chini na wachezaji kama timu. Sijui tatizo liko wapi. Na hayo unayosema kweli anajiri. Gor Mahia pale pana kasheshe zinaendelea. Wapi ndugu yao? Inabidi tuende ukurasa wa 5-4 na nazungumzia AFC Leopards. Ligi ya Kenya ulikuwa wa Gor Mahia kule Ingwe chini. Hali imebadilika. Pamoja na hizi mechi za mkononi tumeona aliofika Man United. Lakini Steve na itafuta Ingwe katika nafasi ya 14. Hili joto wajua inashangaza. Ligi ya Kenya kama umemfuatilia tangu hapo, wakati pana utulivu kwenye kambi ya Gor Mahia, pepo zinapiga za kusi kwa Ingwe. Lakini sasa hivi ni kama Shikanda Rachier wanaolea katika jinamizi. Nafikiri kuna watu wawili, Shikanda na Rachier, lakini Shikanda ni mjanja, anajua kuficha aibu. Sungura. Shikanda lile ukipata hata kama timu hajalipwa anaficha kwamba uweze pata kwamba ile mabakuli inaonekana. Aishwa wachezaji wanakufa kimya. Shikanda anaficha aibu kimpango. Lakini naweza kuiunga FC Leopards mkono kwamba iko mahali ambapo inafaa kutokana na masaibu waliopitia. Iliyopoteza jumla ya wachezaji 17. 17 players kuondoka. Kuwatafuta wengine kwanza kuwafunza. Hii ni timu ambayo ina coach lakini haina wachezaji. Na coach pia unaelewa hali yake? Hali yake ndio hivyo. Haja pale timu nzuri kumchukua. Ni coach mzuri sana, lakini nafikiri hapa ana mahaba. Alikuwa amekuja kuvunja ile mikosi ya FC Leopards kutoshinda ligi, lakini imekuja usimamizi shida. na kuna kitu ukienda kule magharibi Kaureno na kuambia kwamba ng'ombe mmoja akilia akitaka maji analia wengi. Ile barua ya Madhare ilikuwa inawakilisha Gor Mahia, FC Leopards miongoni mwa wengine. Ile tu Mundu alikaa akasema aje nisaidie ndugu zangu. Nilizungumza na nani akanambia, nafikiri ni Wanyonyi team mmoja wapo wa patron wa Ingwe. Akanambia mlifanya mchango wakufunzi wote wale kina Sunday Kayuni mkawalipa wakafungua minyororo. Hapana, Sunday Kayuni bana na dai FC Leopards. Nafikiri naye yeye siku idai FC Leopards kwa sababu si deni lake, yeye hata kulipwa deni. Anasema alifukuzwa kabla mkataba ukamilike. Amesema kwamba anataka tu aje Kenya, akae na FC Leopards kwenye kambi alile nao kama kule Mumias, aongee na vijana kisha arudi. Hivyo tu. Kwa hivyo usipofanya hivyo sasa jedwali hatujamalizia hapa. Hizi ni 15 bora, kuna na hata na 3 zaidi. Na huku ndiko alitoka Ingwe baada hiyo sare ya Homeboys na sare dhidi ya Vihiga. Lakini Steve Yeri, hapa ndo tunakuja, sio tu Nzoia ya timu ya Shikanda, lakini gumzo ni kwa Madhare. Steve, umegusia kiduchu tu barua ambayo kwamba Mundro ametuma kwa kamati shikilizi inayosimamia soka akisema kwamba hali ni ngumu hivi kwamba wasipoikwamua sasa hivi Madhare itashuka. Na Madhare ikishuka, Steve, unazungumzia ligi kudidimia. Manake hakuna timu Kenya itakosa mchezaji kutoka Madhare kwa namna ambavyo wamekuwa wakikuza wachezaji. La kwanza. Pili, msimu uliopita wakati walikataa kutia sahihi ile ya wana start times nama, ratiba ikawa walikuwa mkiani, hata kusalia ligini ulikuwa ni muujiza. Umesema ile barua ya Madhare ni ligi nzima. Sasa ni mbeho. Wanakuambia kwamba dalili ya mvua ni mawingu na yametanda. Msimu jana kulikuwa na mawingu tu kwamba Madhare wangeshuka, lakini wakakwepa. Na kulikuwa pia na tetesi kwamba kunakuwa na match fixing katika timu mbili huko zilizofanya fixing ndio ika survive. Lakini bado nafikiri kwamba msimu huu Madhare ku survive itakuwa vigumu sana. Na nafikiri kwamba kuna mambo ambayo nafikiri mbegu ukipanda kauleni huwa kuna wakati utakuja kuyavuna. Kunasemekana kuna mmoja, sitamtaja jina, mmoja wa wakilishi wa Madhare United alihusika pakubwa kuipeleka AFC Leopards relegation wakati fulani. Wamelaniwa. Alisukuma by force. Sasa ndio imekosa nafikiri na maandama, lakini Madhare wako mahala pabaya. Yaani wewe hizi dondoo umbea hivi ni vimbwanga tu. Dozi. Na dozi. Na Yeri, kwa ujumla ligi yetu inaendelea sasa hivi pamoja na kwamba hatuioni kwenye runinga. Mechi zinachezwa kimya na maamuzi kuna mengine yanazungumzwa sana. Uliona kule Buhungu mambo yalojiri wakati wa Bandari, wakati wa Gor Mahia, tuliona hata AFC Leopards, lakini Vihiga Bullets. Haifai kuitwa Bullets. This Bullets Vihiga. Ni nini kinafanyika Yeri? Maana ligi kamalizika sasa hivi, hawa watashuka moja kwa moja. Madhare na Vihiga. Hali si nzuri, hasa hizi timu 3 za mkiani. Ni nini hakifanyiki? Hasa unaifuatilia ligi ya nyumbani na wewe ni shabiki mkubwa sana wa Vihiga Bullets.
Kwa kweli unashangaa ukiangalia Vihiga Queens kama wanafika mpaka mahali ni bullets. Ni kweli ni dada zao. Unaipenda sana Queens najua, lakini hao dada zao. Ukiangalia Queens kama wanafika mpaka kucheza CAF, alafu kaka zao ni kwamba hakuna matokeo ya kuridhisha. Na mdhamini ni yule county. Mdhamini ni yule mmoja, Otichilo na Wetende. Naam, kwa hivyo unabaki nikijiuliza tatizo liko wapi? Ima ni wachezaji hawalipwi, ama ni viwango vya michezo katika timu ile pia viko chini. Lakini matatizo haya hayako kwenye Vihiga Bullets peke yake. Hata ukiangalia Bandari, kuna wakati mmoja licha ya Bandari kwamba inafadhiliwa na Bandari ya Kenya, unapata matokeo yao pia hayaridhishi vyema. Wanafika mahali unaona kwamba wako na uwezo wa kuchukua ligi, alafu wanaanza kuyumba, wanapotea. Kwa hivyo ufadhili wanao, lakini kuna kitu ambacho labda wanakosa kama timu. Ima ni kocha mzuri, ama ni wachezaji wazuri. Kama mchezaji ni strikers hawa kutoka okay, na nafikiri si kutoka chuo kikuu ulivyosema, ama katika shule za kule za magharibi ya Kenya, lakini kile ambacho walifanya, unapopanda katika ligi, angalia kama vijana kama wa Talanta Ken Kenyatta, ilibidi angae katika ligi atafuta wachezaji wenye uzoefu aweke kwenye timu yake. Iangalie timu kama ile ya Police. Miesa amefunga bao leo. Miesa kufunga bao kwa Gor Mahia. Tafuta wachezaji, lakini ni kwamba unaangalia Vihiga walikuwa ligi moja na hao Polisi. Au kufanya usajili kizwa manne. Na nafikiri Yeri na Steve kipindi kijacho tukipata nafasi mkija, na nawapa kama siku 2 mje na ripoti kamili. Nini ambacho hakifanyiki? What is ailing Madari? Kumpige tu mjomba wako Otichilo. Atueleze what's happening. Yuko kwenye Azimio sasa hivi. Kwa hivyo kuna kikao. Hayo ni ya ligi hapa nyumbani FKF PL, lakini kuna kukuza talanta. Tunazungumzia wachezaji 13 walichaguliwa kuchezea timu ya Muhoroni Youth katika ligi ya Super. Wachezaji hao waliteuliwa kutokana na dimba la soka lililoandaliwa